Mtazamaji wa Ndizi TV Africa, ikiwa ni Novemba, siku ya pili ya mwezi huu wa Novemba mwaka 2025. Hujambo na karibu ndani ya ripoti ya wikendi. Mimi ni Peter Mwita. Karibu tukupashe tulokuandalia. Mwelekezi wangu ni Bwana Lucas Ouma. Na taarifa inayotufungulia ripoti ya wikendi ni kwamba Rais William Ruto ametangaza kwamba serikali kuu itachukua rasmi jukumu la kukamilisha ujenzi wa hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Kakamega, ambayo sasa itapandishwa hadi kuwa hospitali ya rufaa ya kitaifa. Akizungumza baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi huo, Rais Ruto alisema serikali imetenga shilingi bilioni 1 kukamilisha mradi huo. Mradi huo utakamilika ndani ya miezi 10 na kwamba utatumia eneo pana la magharibi na viunga vyake katika mji wa Kakamega kwa manufaa ya wananchi. Viongozi waliokuwepo wakiwemo Waziri Mkuu Musalia Mudavadi na mawaziri Wycliffe Oparanya na Deborah Baraza pamoja na Gavana Fernandez Baraza waliunga mkono hatua hiyo ya serikali ya kitaifa. Sababu ni kubwa, aniwachie, inatoshana na mimi, nitengeneze, nimalize, ndio watu wa Kakamega wapate hospitali level 6 ambayo itashughulikia mambo ya matibabu ya watu wa Kakamega na Western Kenya. Nyinyi mnanielewa? Hii hospitali ni hospitali kubwa na inatoshana na sehemu hii ya Western Kenya. Hii hospitali itasaidiana na zile hospitali zingine referral, kama ile ya Moi Teaching kule Eldoret, kama ile ya Jaramogi Oginga Odinga hapa Kisumu. Sasa hii ndio itakuwa hospitali kubwa ya watu wa Western Kenya. Sawa? Na mimi nataka nimwambie yule mtu ambaye tumempatia kandarasi, si ndio? Mimi nataka nikuje hapa mwezi wa 11 nifungue hii hospitali ikiwa iko tayari. Mimi nataka niambie viongozi wa hapa, pongezi. This facility indicates an ambitious vision. Pongezi Mheshimiwa Oparanya, thank you very much for thinking big and being futuristic. And I want to commend my brother Baraza. Unajua sehemu zingine gavana mpya akichaguliwa anawacha ile miradi ya gavana aliyetangulia, anaenda kuanzisha zingine. Lakini huyu Baraza namshukuru kwa sababu government is a continuous enterprise. Unajua mtu mwingine angeenda kusema wacha niende nitengeneze yangu. Hakuna hapa project ya mtu. Hii ni project ya watu wa. Na tusalie katika taarifa hiyo sawia na taarifa ya Rais William Ruto katika magharibi mwa Kenya. Ni kwamba Rais William Ruto amesisitiza kwamba Kenya imeacha enzi za siasa za chuki na ukabila na migawanyiko, akiwataka viongozi na wananchi wote kuzingatia umoja wa kitaifa. Akizungumza katika ziara yake ya maendeleo magharibi mwa nchi, Rais Ruto alisema ni wakati wa Wakenya wote kujenga taifa kwa misingi ya amani, ushirikiano, akisisitiza kwamba maendeleo hayawezi kuwezekana pasipo na umoja wa kitaifa. Wote ni ndugu moja wa taifa moja. Ile tumekataa kabisa ni siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi na migawanyiko. Tuko pamoja jameni? Kuna viongozi katika maono yao, katika vichwa vyao, they never see anything good in Kenya. Wanaongea maovu kuhusu taifa letu, wanaongea mabaya kuhusu taifa letu, wanatutabiria maovu katika taifa letu. Hawa ni watu ambao wanataka kuroga taifa letu. Sisi tunawaambia Kenya is a great country. Kenya is a blessed country. Hii nchi itabadilika na tutasonga mbele kama watu wa Kenya.
Hatuwezi kwenda barabara yenu ya ukabila na chuki na ubaguzi. Sisi tunatembea barabara ya kuwa pamoja, ya kuungana, ya kushirikiana, ya kufanya kazi pamoja na ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Kakamega hoye! Kakamega hoye! Munasema tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tupange mambo ya matibabu na barabara na stima na kusomesha watoto wetu, Kenya isonge mbele. Wangapi wanasema tembee pamoja jameni? Na tusalie katika kaunti ya Kakamega katika ziara sawia na hiyo ya Rais William Ruto. Ni kwamba gavana Kakamega Fernandez Baraza amepongeza hatua ya serikali kuu kuchukua jukumu la kukamilisha ujenzi wa hospitali ya rufaa ya Kakamega, akisema hatua hiyo ni ishara ya ushirikiano wa kweli kati ya serikali kuu na ya kaunti. Baraza amesema serikali yake itaendelea kushirikiana na serikali ya kitaifa katika kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo ambayo inalenga kubadilisha maisha ya wananchi kaunti ya Kakamega. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa mimi nakushukuru kwa ziara yako ya maendeleo, kwa sababu umekuwa hapa kwa siku 4. Leo nakushukuru sana vile umekuja kuzuru project yako ya level 6. Hawa na Kakamega jana ulikuwa na siku yao ya kuongea. Na sisi kama viongozi nataka kuhakikishia kwamba vile unajaribu kuunganisha Kenya mzima, hapa Kakamega nitakuwa mstari wa mbele ili viongozi tutembee pamoja. Na viongozi wote ambao wamechaguliwa tufanye kazi kwa heshima. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuhakikishia hawa wana Kakamega tuko nyuma yako bako kwa bako. Kakamega hoye! Mwisho, mimi nataka kuuliza wana Kakamega. Na tuangazie taarifa nyingine ambayo sio taarifa nzuri inayofungamana na masuala ya Wakenya walioathirika na mafuriko eneo la Kerio. Ni kwamba spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula ametoa wito kwa wakazi wanaoishi katika maeneo yanayokumbwa na maporomoko ya ardhi kuhamia sehemu salama. Akizungumza akiwa Bomet, Wetangula amesema mvua kubwa inayoendelea kunyesha zinaleta madhara makubwa, ikiwemo vifo vya zaidi ya watu 22 katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Alitoa pole kwa familia zilizoathirika na kuharibika ama zilizokumbwa na mafuriko, akisema serikali inajaribu kadri ya uwezo wake kutuliza dharura hiyo. Huu ni msimu wa mvua, na nachukua nafasi hii kutuma rambirambi zetu kama bunge kwa wenzetu kule Elgeyo Marakwet ambao wamepoteza maisha kwa sababu ya maporomoko ya ardhi kutokana na mvua. Watu zaidi ya 22 wamekufa and we are still counting. Meteorological Department wamesema hii mvua itaendelea. Na wale mnakaa kwa area milima kama hapa, Bwana DC na timu yenu, wabunge wetu, mwambie wananchi wale wako kwa miteremko zaidi wasonge katika safer areas. And going to the future tuendelee kupanda miti iweze kuzuia kuporomoka kwa ardhi. Na mtusalie katika kaunti ya Bomet, ni kwamba viongozi wa kaunti ya Bomet wameunga mkono wito wa spika Moses Wetangula wa wakazi kuhamia maeneo salama, wakihimiza umma kuchukua tahadhari wakati huu wa mvua kubwa inayoshuhudiwa nchini. Wanasiasa akiwemo Seneta Hiral Sengei, mbunge wa Bomet Mashariki Richard Yegon na mwakilishi wa wanawake Linet Chepkoril Toto walisema ushirikiano kati ya serikali na kaunti na serikali kuu na kaunti ni muhimu kuokoa maisha na kuboresha mipango ya kuchukua tahadhari dhidi ya majanga asilia. Wewe umesimama sana na rais wetu. Pale Western umeleta kura mingi. Na tunakuambia hapo mbeleni pia sisi tunasimama na wewe. Na hapo mbeleni ukikuwa mtu mkubwa utanichukua kama mtoto wako wa mkono.
utakuwa unanileta salamu za hawa watu, naleta kikapu, naleta salamu ya mama mboga, naleta salamu ya wanabodaboda, si ndio? Ukikuwa mtu mkubwa usiniache nyuma, utakuwa unanituma hapa, unanituma Kericho, unanituma wapi, na kwa mtu wako wa mkono, utakuwa Faruk wako, si ndio? So tunasema asante sana na tunakupongeza. We are mourning our brothers and sisters wale ambao walibebwa na maji pale Elgeyo Marakwet. Watu 20 na wamepoteza maisha yao juu ya maji. Let us pray for them as we pray for our team here. Father Dennis, ulisema mami pole kwa ndugu zetu wale ambao walipatikana na janga pale Elgeyo Marakwet. Tumepoteza more than 20 kwa sababu ya mvua. Na mtusalie katika taarifa nyingine ama tuangazie taarifa nyingine inayofungamana na masuala ya kisiasa. Ni kwamba chama cha ODM kimeanza kampeni zake za uchaguzi mdogo wa Magarini kwa kishindo, kikiongozwa na viongozi wakuu wa chama akiwemo Edwin Sifuna, Gladys Wanga, Oburu Oginga na Gavana Abdul Swamad na Sir Sharif. Katika mkutano kadhaa wa hadhara, viongozi hao walihimiza wakazi kumpigia mgombea wake wa ODM Harrison Kombe, wakisema ni mwendeleo wa sera kupigania wanyonge. Oburu Oginga alisema chama hicho kinavutia kizazi kipya, akitaja kuwa ni chama cha Gen Z. Sio zabaki? Haya, nitafute kura zipigwe, nihesabu kura, nilinde kura mpaka tuweze kutangaza Harrison Kombe kama mshindi katika wodi ile. Na kikosi cha ODM ni kikubwa. Gavana pale kwenye bunge la kitaifa tunao wajumbe zaidi ya 80. Tunataka wote tugawane kazi, wapatiwe maeneo mengine. Mtu kama Babu Owino akuje hapa apewe wodi yake, na yeye pia aende kulinda kura huko. Wabunge wetu wote wakuje hapa, kwa sababu hatutaki wale wakora wapate fursa ya kupitia katikati hapa, kura zetu ziweze kupotea. Kwa hivyo mimi kwa heshima yenu nataka niwaombe kwamba chama chetu baba alisema kiwe imara na kiwe distinct. Identity yetu haiwezi kupotea. Mimi nikiamuka, mimi najua chama kimoja maisha yangu yote. Chama ni cha ODM. Hakuna chama kingine mimi najua. Kwa hivyo nikisimama, nikilala, nikikula, nikifanya kila kitu, mimi najua chama cha ODM peke yake. Sijui chama kingine. Na nilisema tusilete confusion, kwa sababu kuna kina mama hapa wataamka asubuhi wanasema anaenda kwa polling station, yeye anaitisha chungwa, lazima apewe hiyo chungwa. Akisema anaitisha kombe, asipewe kombe mwingine, apewe kombe wa ODM. Si namna hiyo? Tunakubaliana hivyo? Wangapi wanasema wataunga mkono Mheshimiwa Harrison Kombe? Haya. Kuweza kupatiwa talaka ya hiki kiti sio kwa sababu watu wa Magarini hawamtaki. Sio kwa sababu watu wa Magarini wamemkataa. Sio kwa sababu yeye amewakataa watu wa Magarini. Lakini kuna watu ambao kwamba walikuwa na nia mbaya, nia chafu. Na Waswahili wanasema mtalaka hatongozwi. Nyinyi wenyewe mnajua uzuri na heri ya Heri Kombe. Lile lilonileta mimi hapa Magarini ni kuwapatia tahadhari hao wengine ambao kwamba wanaotaka kuingia, nia na madhumuni hawana kheri na sisi kama wapwani. Nipeni nafasi hii miwani ambao kwamba ya kusoma, niliulizwa hapa umri wangu, kila moja akaukosa. Lakini ndevu nyeupe pia saa nyingine si umri, ndevu nyeupe ni akili, sio? Hapa niko hapa kuwapatia tahadhari wale wengine ambao kwamba wenye kutaka kushindana, and for the avoidance of doubt, kwa sababu unajua ni lazima tukubaliane, tuna adui mbele. Adui wa Magarini ambaye kwamba ni adui wa eneo za Mombasa, adui wa eneo ya Nairobi, adui wa eneo yoyote katika Kenya hii ni ukabila. Adui ambao kwamba tuko nao ni adui wa kuweza kugawanya watu
kwa misingi ya ukabila, adui ya kusema uongo. Mimi nawaambia adui yetu sasa hivi ni mmoja peke yake. Na tuangazie taarifa nyingine inayofungamana na masuala ya kilimo na ufugaji. Ni kwamba waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ametangaza marufuku ya kuagiza maziwa ya unga kutoka nchi jirani, akisema serikali inalenga kulinda wakulima wa ndani dhidi ya ushindani usio wa haki. Akizungumza mjini Naivasha, Kagwe amesema Kenya kwa sasa ni mtayarishaji wa pili katika ukubwa wa uzalishaji maziwa barani Afrika, na kwamba uagizaji huo wa bidhaa utavuruga soko la ndani. Waziri pia ameonya wafanyabiashara wanaohusika na uagizaji haramu wa maziwa mitaani kwa sababu za kiafya. So we are happy about the progress that is going on in the dairy sector. We see a lot of potential. Kenya aims to become the largest dairy producer in the African continent. I don't know whether you know this, but in terms of per capita consumption of milk, the per capita consumption of Kenya is about 102 liters, which is almost double any other African country. So Kenya consumes a lot of milk, and we hope that in future we will also produce the largest amount of milk. The dairy sector is also now beginning to export, not just meat, not just generally the livestock sector. When I say dairy, I mean the livestock sector. We are exporting meat, we are exporting goats, we are now exporting milk powder, out of the country. And therefore, we want also to warn those illegal importers of milk powder into the country, that we have noticed what they are doing and we would like them to stop. Everything that is consumed by a human being must be vetted and verified. And that is why we also stopped the concept of hawking of milk, because we started getting problems. Mothers started complaining about children who are getting diarrhea. People started getting sick because we don't know. And therefore, the milk industry has got to be properly regulated. And the regulations have been published. It is interesting. We are inviting stakeholders to also be part of the stakeholder involvement. And they should give their views regarding the regulations, so that by the time we are done with all those things, the sector will be a healthy one and a profitable one. No. You cannot meet the demand for those things. Even if you added another 30, even forget about this one, even if you added another 30, the market is still there, for all of them. Because don't forget, you're not just talking about the Kenyan market. You're talking about the regional market, you're talking about the African market, you're talking about the Middle East market. Even the African market is so big that we haven't even touched it at all. So in terms of production, we are nowhere near satisfying our markets. And therefore, the more we have, the merrier, and the more jobs that we are creating. Yes, it is true that the cost of animal feeds has been... Na kutoka kwa habari hiyo ya Waziri Kagwe, niruhusu nichukue mapumziko mafupi. Nitakuwa narejea na habari za mambo ya elimu pamoja na michezo. Mtazamaji wa Ndizi TV Africa, zidi kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, usiende mbali. Is a strive everybody loves. And strikes. Oh no, he's missed! Oh no! It's cashback, guys. Lose one game on your multi-bet and get cashback on ODBets. Being healthy is a strive everybody longs for. Human beings will spend their time online searching remedies for conditions challenging them. Some will go to medical facilities seeking medical help, while others will use herbal means to keep their health hazards. I am Chemutai Kirui, and every week on Afya Yetu, we open the doors for life-changing conversations from wellness and nutrition, preventing diseases, managing chronic illnesses, and even mental health. We bring expert advice, real-life stories,
and practical solutions that touch every part of your life. Join me, Chemutai Kirui, on DZTV Africa Affiliate to Health Show every Friday from 7:30 to 8:30 p.m. and be part of the change. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid, so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni. Ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Unatazama Ndizi TV Africa. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake pads kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Ajinayo University. Nikuvalishe, nikulishe, nikuvishe, alafu nifanyie hivi. Like seriously? Nani kitu tunaweza nisimamishe? Where dreams are born and the darkness lurks. Oh, love, love, love. Can someone eat love? Hayo tutajulia mbeleni. Siko ready kuwa baba. Just make sure you're not lying. She's just my friend. Hii mapenzi yako itakaa nimefungiwa ndani. Nimechoka. I love you. Hata nimetoka class na kuna late. Ninazongea na kidogo for a minute. But she's just like a sister to me. Mimi hakuna kitu naweza niambia mzee. Ball tatu, sister yako. Regret. A place of power, manipulation and control. What essence is your power if you don't know how to use it? Unasema hii